would say my life is full of surprises. Okay. So naweza sema hii hapa ndipo naona ilikuwa highest. Like for example, there is a show we did in Kiambu Road with Juma Jux from Tanzania. Yeah. And Otile Brown. Yeah. Na ni lineup ikachinjwa nikawekwa mimi ndio nafunga show. Okay. So at some point kuna wakifunga show juu kuna collaboration walikuwa wamefanya pamoja. So Juma Jux akaanza kuuliza watu kati yeye na Otile nani mkali. Crowd inawaambia Samido na hajui Samido ni nani. Unashika. So I would say hiyo nilikuwa naona iko hivi, lakini later on nikaenda show ingine nikafanya tour zangu za US, unaenda unapata different experiences. Yeah. So I wouldn't sina ile naweza sema this was a peak. This was a peak. Life yangu inaendaga ikileta season mpya. Yeah, okay. Most people when they see superstars they think their lives are perfect. They think we don't have downtime. Have you guys had moments where you're like, hapa kidogo man, sasa vitu zimegonga mwamba, labda it's a personal life, labda it's a career part, lakini umefika mali you're thinking, should I quit this thing? Ama you just want not to be seen? Have we been in such moments? And then how did we come out of them? Because right now there's a young guy somewhere who's probably going through a small situation, lakini sasa na feel dunia sasa itasimama sasa. And then now there are people who normally have a tendency of thinking they have monopoly of problems. Ameshikwa na shida mbili tatu anasema hai mimi sasa ninajimaliza sasa. Now when we talk about our situation kumbe yangu tu ni sosa, mimi nilikuwa nafikiria yangu ni noma. Jimwizi? Yeah. Actually I took a hiatus from music because the pressures were too much. And like I needed a break. Unaona kama vile unachukuaga a social media break. Like nili have kuchukua a break from the public life, nika quit music literally, nikarudi back to college. So nilirudi shule nikamaliza graphic design, nikaingia job 9 to 5 for whole year. Gym what? Seriously. Unaingia ofisi hivi? Naingia ofisi asubuhi. Hadi unajua wiki za kwanza nilikuwa naingia kama msanii vile, si ingia late nini. Nikaambia boss, hapa sasa. Hapa nafikiria ni studio. Hapa unafaa kuingia kabla ya mdosi. Si tunaingia after mdosi. But ilini teach a lot of discipline. Sam. Yes. Kuna ngoma umeifanya ukaambiwa toka hapa bwana wewe. Hakuna kitu unafanya. Muziki tulianza kitambo. Ni safari ndefu yani, lakini nilikuja kusail through in 2016. So before 2016 you already singing? Yes, I started in 2009. Si tuko Kisumu tunapiga under 18. Wewe pia unaimbia hii side? Naimba. I was a backup vocalist for a Kikuyu legendary musician known as Commander wa Kioi. Miau kapusiga kwa. But no, the real cat, because Nikifukiwa kipindi. Haya. So I was a backup vocalist. But now recording my own. Okay, I used to record, but as the end mahali. But breakthrough I got in 2016. So I'm 10 years old as a solo artist. Oh, nice. Happy birthday. Happy anniversary. What was that song that you did and changed everything? The song called Dire Mutwe. Dire Mutwe mwega means I don't have a straight mind. Clearly, ladies and gentlemen, we can see that. And we've been singing it for a minute. So, Dikewata darigushidana nawe. Niketike hota utigana nawe. Ikorea wote orenda na ngoro yako. Aganima dikorago mutwe mwega. So inamaanisha unanifanyia hivi naona tu iko tu sawa. So namwambia ni kweli ni kama sikuange. It's a love vibe. It's a love vibe. But that happens, yeah. Watu wako ni sawa kwa mapenzi. Yeah. Jimu atajui nongelele.